Kuna dada mmoja alienda saluni wakati anasukwa sasa. Si akaingia Nsamboi aka mtanashati. Hata ukimuita mchana kaptula freshi tu. Dada akaona hapa. Ngoja nijaribu bahati yangu. Akamwambia, "Kaka mambo?" Mshikaji akamjibu, "Poa." "Mzima wewe?" Dada akamwambia, "Mimi mzima. Samahani. Leo tunaweza tukaongea mimi na wewe?" Mshikaji kashtuka. Tunaongea kuhusu nini?" Dada akamwambia, "Hata usijali. Mimi mwenzako nimetokea kukupenda na leo jioni nilikuwa nataka nikutoe out." Mshikaji akafikiria, akaona okay, isiwe shida. Sasa wewe unaponitoa out, mimi mke wangu nitamwambia nini? Dada akamwambia, "Usijali. Mke wako mdanganye tu. Mwambie kuwa leo rafiki yako anaumwa, yupo hoi, hivyo unabidi uende hospitalini." Mshikaji akamwambia, "Sawa. Sasa nilikuwa nakuomba wewe mwenyewe umwambie huyo hapo anayekusuka." Unajua nini kiliendelea? Hailiki mpaka ichemke. Dada asikanua utumbo, asiogope nzi sasa. Paka hawezi kuelewa kama hizi mboga ni za jioni. Leo nimeshuhudia ugomvi, vita ya Masai na mwanajeshi. Masai aliogopa gwanda bwana. Akaona nikikunja ngumi na yule kamanda ataniua. Hivyo akachomoa mkuki, akamrushia mwanajeshi. Mwanajeshi kwa utaalamu akaudaka ule mkuki, akauchomeka chini. Wakati Masai anajiandaa kuchomoa kirungu sasa, mwanajeshi na yeye akavuta bomu, akachomoa kile kipini, akamrushia Masai. Masai na yeye kwa mbwembwe akadaka ile bomu, akalibamiza chini. Unajua nini kilichofuata? Hailiki mpaka ichemke. Masai sikanua utumbo, asiogope nzi sasa. Paka hawezi kuelewa kama hizi mboga ni za jioni. Usikate tamaa kwa sababu ya mwendo wa polepole. We kata tamaa kama uendi kabisa. So umenunua utumbo umeamua kubaki hapo hapo. Usiogope nzi sasa. Paka hawezi kuelewa kama hizi mboga ni za jioni.